Labda niseme cover haijanihamasisha wala haijamhamasisha mtazamaji. Tupate introduction ili tuweze kuingia YouTube channel yako kuweza kuiview. Kwanza hiyo movie ni movie moja nzuri sana, iko very classic sana. Yaani iko romantic. Kimepatikana. Kwa maana tunapoona Shujaa tunaona kama ni movie nzuri, yenye kupendeza, yenye maadili na angalia mtoto na mkubwa. Unaonaje kama unaweza kufika kwa watu unasema kwamba Shujaa ni movie nzuri kisha unakutana kama kuna watu 10, watu 9 wote wanakuambia hii movie sio nzuri, haifai hata kuitwa movie? Siwezi nikafahamu kwa sababu wanasema moyo wa mtu ni msitu. Wenda nadhani kafika utana mtu ananifahamu lakini hataki kujionyesha kama mimi ananifahamu. Nice. Wala mimi sijui walimaanisha wao na wakabaki na maana yao. Unajua na kuelekea wewe sasa wanaambia eti naambia mtoto wako mmoja unayompenda kuliko mtoto mwingine. Wanatafutia ugomvi na wanangu. Nitakuja kuambia kadri na uwezo wangu mimi. Utanibisha wakati wanakuambia kwamba ilmu naambie bahari. Hiyo ni swimming pool jamani, kuna zingine elimu sio bahari. Ni vema na ni bora kama unataka image kali, unataka movie nzuri, unataka wedding kali, unataka kitu chenye quality kubwa, unataka video clip yenye mtazamo ama yenye mwanga ama yenye quality kadhaa, unaweza kufika ndani ya Budget Town Production uweze kupata nakala yako halisi. Ahlan wa sahlan, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa salamu bwana Yesu kwa Kristo. Jambo sana kwa sisi sala walikuwa kanisa unaposikia best voice unapata ni Kube Drama, inasemekana ni DRAMA, inasemekana ni drama. Asante na shukrani kwa msha subscribe to YouTube channel yangu, inaandikwa ni Budget Town TV. Mjini ya ulali njaa, utakawia kula tu. Ukitaka kuhamishwa nyumbani, muulize babako alichompendea mamako. CEO utapata bari yako. Siku leo nimechukua VIVAN Company. Inakuaje bro? Salama. Fresh. Namshukuru Mungu. Nataka uniambie tunaongea na nani, kwa sababu ninaposema VIVAN Company maanisha ni baadhi ya watu watatu ambao tunasema ni vichwa vya kundi. Kwa majina naitwa Yusuf Rashid, ila kwa jina la sanaa naitwa Vivan. Yusuf Rashid. Vivan ilikuja kwenye jina lako aidha kwenye maisha yako kuanzia lini? Imeanza tangu ningali mdogo na ndo jina lilivyokuja mpaka this time nalitumia. Vivan. Tuna miaka mingapi tangu tuanze sanaa? Miaka ni mingi sana. Bimana nimeanza na miaka 4 hivyo miaka 5. Ubinafsi ulipojitokeza tukaamua kuipatia kundi VIVAN Company. Manake idea zangu na idea za wenzangu zilikuwa zinafanana, ikabidi tujiunganishe sote kwa ujumla. Maishani kuna mawili, VIVAN akitoweka bimana tuna change jina au tunaendelea na VIVAN Company? Haiwezi kubadilika jina. Itabaki vile vile. Nice. Siku leo nimewapokea ndani ya Budget Town TV kutokana na trailer ambao nimeona kwenye YouTube channel yenu, na nikasema moja kwa moja bora niwaite tupige story 2-3 kuanzia Shujaa pamoja na Maputo, ama ukitaka kusema Kiingereza kizuri unasema Maputos. Okay? Ila tutumie Maputo. Tuambie Maputo, aidha tuseme Shujaa imekuaje? Unataka ujue kivipi ndugu yangu? Shujaa, tuambie story ya Shujaa. Japo tumeona trailer, tuisubiri lini? Itachukua muda gani mpaka ifikie watu kwenye mitandao? Kwa hivyo tumeshaanza kuachia na tumechukua mfumo wa kutia vipande. Hapana. Ni series? No, ni kama series lakini ni movie, lakini tunaiweka kipande. Yaani tunataka part 1 kitu tukasema tunataka season 1, episode 2, episode hivyo. Umetaka utengeneze nini? Nakwambia kwamba ni series unasema sio series. Kisha bado unasema unataka season 1, season 2, episode 1, 2 nini? Sielewi. Maana yake inamaanisha hivi, unajua kuna ule mtu anaweza kuwa ana kazi ya kufanya, lakini ana kitu cha sali moja kinaweza kumpelekea muda unatana amekata afa ameenda kufanya shughuli. Ile kurudi haangalii tena. Lakini pale anapokuja anaiangalia kile kitu, kile dakika zinaisha, akienda kufanya shughuli, akikuja mtaka pili kako pale, inakuwa ni kitu kizuri sana. Labda niseme cover haijanihamasisha wala haijamhamasisha mtazamaji. Tupate introduction ili tuweze kuingia YouTube channel yako kuweza kuiview. Kwanza hiyo movie ni movie moja nzuri sana, iko very classic sana. Yaani iko romantic, imo ushujaa mwingi. In short, unaposikia neno Shujaa unakuwa unasikia kitu gani? Shujaa ina mambo mengi sana. Shujaa imekujaje kwenye title ya movie yako? Ni changamoto ambazo watu wengi wanapitia. Imekujaje? Kipindi imekuja, tumekaa kwanza tukafikiria, tukaona ni kitu gani ambacho watu wengi kinapenda kuwakosea na ni kitu gani ambacho watu wengi wanapitia katika maisha ya Shujaa imecheza maactor wangapi?
Wa maakta ni wengi. Kwa sababu ukisema maakta kuna actor principal na maakta figura. Ndio maana nimesema maakta. Kila mchezaji ni actor. Kwa haraka wanafika hata 20 na 10. Ni sini gani ambayo imekusumbua sana wakati uko na shoot? Sini ambayo imenisumbua mimi kuact kwa kweli hamna. Yeah, bali changamoto tu ndo zimetokea. Changamoto gani ambayo umezipata wakati uko location na shoot? Changamoto ni pale unapoanza kushuti unasikia panakuja watu wanakuambia hauruhusi kushuti sehemu. Ndio changamoto tuliyokutana nayo. Lakini nadhani kila kitu ambacho mmekuwa mnakihitaji kwenye movie kimepatikana. Kimepatikana. Kwa maana tunapoona Shujaa tunaona kama ni movie nzuri, yenye kupendeza, yenye maadili na angalia mtoto na mkubwa. Unaonaje kama unaweza kufika kwa watu unasema kwamba Shujaa ni movie nzuri, kisha unakutana kama kuna watu 10, watu 9 wote wanakuambia hii movie sio nzuri, haifai hata kuitwa movie. Unaweza kujifeel vipi? Wanakuambiaga macho mwenzako waweza kukupendea. 9 wote waweza kukupendea. Kwa sababu kwao ni 9. Nyuma kuna 19. 19 na zikapenda lakini hao 9 wakakataa. Ni sehemu gani ambao ushagafika au hisi kama wanakujua lakini unaona watu wanakushobokea sana na ukajiona wa maana sana kisha baadaye ukakuona wa kawaida? Siwezi nikafahamu kwa sababu wanasema moyo wa mtu ni msitu. Wenda nadhani kafika utana mtu ananifahamu lakini hataki kujionyesha kama mimi ananifahamu. Nice. Wende kiongozi tuingie na wanasema ni mashuto. Maputo. Ama tunasema maputos. Kiingereza hicho ndugu yangu. Maputo imekujaje na yenyewe pia? Maputo ni maisha ambayo ya kijijini, afu maisha yenye pomo utata mwingi, uchawi, mambo ya hivyo, design kama ya hivyo. Kila jina ina maana. Maputo nini maana yake? Maputo ni jina la mtu. Lina maana sasa. Nini maana yake? Maana yake alipata machangamoto nyingi kupitia maisha yake. Kweli? Alipata changamoto nyingi sana. Introduce na Maputo ili tuende moja kwa moja tufikie tunajua sekta zenu. Wewe ni nani? Huyo katikati ni bwana nani? Yule wa kule nani? Naona alipiga suti. Maputo in short ni hivi. Maputo ni kijana ambaye alikuwa anaishi na dada yake na pia alikuwa anaishi na kaka yake. Ila baadhi ya vitu walivyoachana na wazazi wao ikabidi kuna watu walikuwa wanavionea gere, lakini wakatumia neno ya kutumia uchawi ili mradi waweze kumdhulumu mali na kuwaua familia nzima. Nice. Huko peke yako bacha basi tupokee mwingine mtu hapa yuko karibu yako. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Sawa kweli? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Kwa jina wataonika kama nani? Mi kwa jina la wazazi au jina nalotumia katika jina zote? Napokuambia jina maana unasema jina zote. Kuna jina ya maisha, ya wazazi, ya nyumbani. Kisha baadaye unakuja na jina ya usakatonge. Kiukweli majina nilopewa na wazazi naitwa Mugisha Alidi. Lakini katika sanaa huwa nimepewa jina na ndilo nalotumia ni Fidiat Simba. Fidiat Simba. Why Fidiat Simba? Kwanza Fidiat ni jina ambalo nimepewa tu, wana malengo yao mashabiki. Walitaka kumaanisha nini? Wala mimi sijui, walimaanisha wao na wakabaki na maana yao. Inatokea rasmi unakutana Fidiat ni jina ambayo haina maana yote. Siwezi kabadili kwa sababu ndo jina ambalo limeshakuwa maarufu. Ninapofanya utafiti na kukutana Fidiat ni mtu ambaye hafai, hana maana. Uko tayari kuchange jina? Sipo tayari kwa sababu wako watu ambao wanaitwa Masimango, wanaitwa Machuto. na bado wanaishi na majina yao tu kwa sababu ni majina walopewa na jina ni kitu kawaida. VIVAN Company imekuteua kama nani? VIVAN Company imeniteua kama director mkuu. Ndiyo. Changamoto gani ambazo umekutana nazo wakati uko shooting una shoot? Nimekutana na changamoto nyingi kama alivyosema CEO kiongozi wangu. Tupe mic hapa mdomoni tu. Namheshimu sana. Nimekutana na changamoto ya sehemu ambapo tunakwenda kushutia, tunakwenda kufanya scene fulani alafu tunaambiwa sehemu hii ya kwenye movie gani? Shujaa, Maputo. Zote kila movie nakutana na changamoto zake. Wewe kama director kuna changamoto nyingi ambazo tunakutana nazo. Kinyume na changamoto za location labda niseme hivyo. Hakuna changamoto za casting zimekusumbua sana ama costumer ama nikisema changamoto za script watu kukariri maneno.
Hiyo imekuwa poa? Kiukweli huwa tunakutana changamoto hizo sana. Kwa sababu msanii unakuta wamempatia script wiki nzima, wiki mbili aende akaikariri kichwani. Lakini unavofika mbele ya kamera kama vile unaanza upya kumuelekeza. Mpaka Fidi Simba seme movie hii inaruhusiwa kuingia location kufanywa kazi. Inakuchukua muda gani? Na unachukua muda gani mpaka ukweli kama msanii kabisa anaweza kufanya kazi? Mi kwa kupanga story, aidha kwa kupanga story na viongozi wangu, huwa tunachukua muda. Simba tuwe sambamba na mic basi baba. Okay, sorry. Unataka unisumbua? Tunachukua muda wa kutosha. Na kwa kuikubalisha ili iende kufanywa kazi, huwa tunakuwa tumeshaichunguza sana. Kwa hiyo inawezekana mwezi, inawezekana wiki 2, alafu ndio inapasishwa. Niambie vitu vitano ambavyo vikikosekana kwenye movie yako hauko tayari kabisa kuingia location na kufanya kazi. Vitu vitano. Kiukweli kama sijahakikisha kwamba location zote zipo tayari, nitachezea sehemu fulani iko bien confirmé kwamba ile sehemu ipo na haitokuwa na usumbufu, kwa sababu usumbufu unatokea pale ambapo uliandaa sehemu bila maandalizi ya kutosha. Ikikosekana location ambazo unajua kwamba mimi na uhakika nazo, haito niruhusu mimi kuingia shooting. Cha pili? Kitu cha pili, nikiona kwamba wasanii wangu mimi hawajakaa sawa, haito niruhusu mimi kufanya kazi. Itabidi nichukue muda niwaweke kwenye usawa ili tuingie kwenye kazi. Ni hivyo. Cha tatu? Na cha tatu niseme kwamba upande wa vifao kama naona kwamba havipo sawa, havijakaa sawa, huwa naacha kwanza, najipanga ili kazi iwepo sawa. Cha nne? Cha nne mimi sijui nikwambieje bro, yani ni vingi tu, nikisema vinafika hata 20. Yeah. Anakusema kwamba ma-actor kuna hata mmoja alikusumbua? Wako wengi. Wapo wengi. Kwanza huyu ambaye amekaa upande wa kulia alisumbuana sana. Amenisumbua kabisa. Inaonekana hata mkorofi yake. Amenisumbua kabisa. Yani ni mtu ambaye hataki umzungumzie kwa sauti iliyokuwa ya juu. Okay. Nimchukue sana na pia tumjulie hali vile vile. Naam. Bwana mkubwa, mheshimiwa. Yes. Kiongozi mkuu. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inakuaje? Kama kawa. Poa kabisa. Unatuandika kwa jina gani bro? Slow motion. Slow motion. Why slow motion? Nitazungumzia kwa ufupi. Mimi slow motion idea nimepata kutoka kwa kakaangu wa kwanza ambaye anafahamika kwa jina la The Best. Kwa hiyo alikuwa anaitumia kama slogan yake, unajua. Okay. Kwa hiyo nilivyofuatilia kwa makini zaidi nikaamua kupita nayo. Yep. Mwanzo ulikuwa unaitwaje? Gabo Zigamba. Baada ya Gabo azaza kupatia jina gani? Nizeyimana Ibrahim Prince. Nizeyimana Ibrahim Prince. Yes, of course. Wow. Kuna sometime tunapita kwenye mambo mengi maisha. Okay. Hivi mpaka uanze kufanya movie ni kitu gani ambacho ukutana nacho kwenye maisha yako? Sorry? Mpaka uanze kufanya movie. Okay. Ulikutana na vitu gani kwenye maisha yako? Kama changamoto vile. Sio binafsi. Mimi sanaa ilikuwa ndani kwangu, ila nilikuwa sijajua kwa sanaa iko ndani kwangu. Aliyeni sanaa kuwa nina kipaji cha uigizaji ni kakaangu ambaye anafahamika kwa jina la Frank. Kwa hiyo amenichukuaga siku moja, nakumbuka kwa mwaka wa 2008. Anambia nahitaji tushuti. Mimi for the first time naingia kwenye masuala ya uigizaji, sikufanya hata zoezi hata siku hata moja. Kwa hiyo amenichukua na kunipeleka kwenye kushuti movie. Kwa hiyo nilivyoona leo nilivyoshuti na nini katokea kupenda, na msafara wangu wa kwanza kuipenda sana ukawa umeanzia hapo. Yep. Anadhani tutegemee kwamba ama tuseme tutumie Prince ama Ibrahim ama Nizeyimana, acha basi tutumie Gabo ama slow motion. Gabo wao umeweza kutoa kwenye maa yako? Kwanza Gabo ni msanii ambaye nampenda sana. Yani si ni kuelezeje. Gabo ni msanii ambaye nampenda mno kupitiliza. Kwa hiyo ni mtu ambaye waga namfuatilia sana. Kwa mimi nikikaa natazama movie ya kibongo, yani ujue Gabo atapatikana kwenye hiyo movie. Kwa hiyo nikatokea kumkubala anavyoigiza jamaa. Yani ni charge ya Koben shot. Ni mtu kila sehemu anapiga. Kwenye Shujaa umeonekana kama actor fulani. Naam. Na Mashuto na Maputo pia umeonekana kama actor fulani. Ndio. Nahitaji uniambie kwenye hizo movie mbili, ni wapi ambao nikwambia niletee movie moja niangalie, unaweza kwa faster kabisa kuitoa? Mimi zote kwangu ni bora. Zote ni bora. Yes. Nahitaji sasa uchague moja ambao unajua kama uko day off uko nyumbani. Okay. Ni lazima tukae unaangalia hata mara 4 haitokuchosha. Mara 4 haitokuchosha. Okay. 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 Mara 4 haitokuchos
Unajua na kuelekea wewe sasa, naambia eti naambia mtoto wako mmoja unayompenda kuliko mtoto mwingine. Wanatafutia ugomvi na wanangu. Mimi wanangu naopenda wote sawa sawa, sababu hakuna aliyekuwa bora kwangu. Wote wako sawa sawa kwangu. Kwa hiyo hata kwenye swala la sanaa, mimi napokwenda uwanjani na hata zingine kazi zangu binafsi na kwenda kushoot movie, it means ilikuwa nimeridhika nayo na nimejiridhisha kabisa kuwa ni nzuri. Kwa hiyo zote ni nzuri kwangu. Yes. Nice. Kinyume na maisha ya sanaa na kuintroduce movie kama Shujaa pamoja na Maputo, tuingie labda kujua maisha ya wasanii, maisha ya slow motion yako vipi, kisha baadaye tutakuja ndio tumalize kipindi exclusive ya leo. Mr. Slow Motion ni kitu gani ambacho atakai kabisa kutana nacho maishani mwake? Kwanza slow motion ni mtu ambaye huaga apendaje unafiki kwenye maisha. Okay. Yep. Cha pili ni mtu huaga niko maki nimenyoka kama lura kwenye swala tu, huaga sipendagi masuala ya kupinda pinda. Hata manyoga na kufishana sana viongozi wangu, sababu ni mtu huaga kiongozi akiniambia tufanye hiki kitu, nikiona labda kuna sintofahamu huaga naambia viongozi wangu, na hicho ni miongoni mwa vitu na washukuru sana viongozi wangu, huaga wanielewa sana. Kwa hiyo niko mtu ambaye nimenyoka sana, huaga sipendagi masuala makando in short. Yeah. Naweza nikasema kwamba mpaka sasa tuko na miaka kadhaa kwenye movie. They wanafanya gym, they wanakuwa bouncer. Nadhani kwenye experience ya kufanya kazi ushakuwa tayari umeshajitosheleza peke yako. Kwenye masuala ya uigizaji. Kwa masuala ya uigizaji. Okay. By the way, nadhani unaweza kuniambia mambo matano ambayo yanamjenga msanii kuwa msanii. Yaani mpaka useme muigizaji ni bora, mambo matano ambayo yanamjenga. So kitu cha kwanza ni kujiamini. Ukijiamini na kuelewa kitu gani ambacho unakifanya, sababu wahenga wanakuambia ikiwa unajua wapi unatoka ila haujui wapi unakoelekea inakuwa ni nothing tu. Kwa msanii kwanza ni kujiamini, kuwa na hisia, kujua kuanzilisha scene na malizio wa scene na sauti pia kwenye kuact. Hiyo ni vitu ambavyo vinamjenga sana msanii, sababu unaweza kuwa uko msanii hujui kwa kuanzilishi wa scene na umalizio wa scene hujui, na unapokuwa na act kile unachokiact hakifanani na wewe. Nice. Niambie mambo matano sasa ambayo ni lazima msanii awe nayo. Kwanza hisia, sauti. Ni A B C D. Hizo hazibadiliki. Staje hivyo hivyo. Hisia. Baada ukiziweza, Buja Town TV inakupatia tunzo. Kwanza unatakiwa ujue kuwa elimu ni bahari kaka. Elimu ni bahari. Hiyo ina bahari mzee. Nitakupa mfano. Yaani hiyo ni swimming pool. Nitakupa mfano. Unajua I hope utaweza kuwa unajua masuala ya sanaa. Kuna ile labda kama tupo kwenye zoezi, na hiyo ni kitu mwalimu wangu waga mara nyingi sana waga naifanya tunapokuwa kwenye zoezi. Kuna kitu ambacho kinaitwa ubunifu. Ubunifu ni kitu labda mtu haweza katoa. Anyway, na slow motion tuwekane sawa. Nataka tuende huko kama tumesema ndani ya Buja Town TV tunawaletea vipindi vya movie. Tuna topic nyingi na leo tumeamua kuwajiongezea wasanii waigizaji ili tujue wasanii wanakutana changamoto gani, serikali tusaidie nini, na pia tunataka kufika wapi kwenye ndoto zetu. By the way, tunataka tujue sana slow motion. Ni changamoto gani ambazo kinyume basi na kushindwa. Siwezi ngasema umeweza. No. Buja Town nimesema hata kwenye press conference tumekuja kukosoa baadhi ya makosa kwa wasanii. Mwambie kiongozi wako akae chini, awaelimishe, aidha wakumbushe sana ni nini, ni kitu gani, naomba nini. Okay? Gonga basi hapa toe beef mzekisha tuende na exclusive. Ni kwamba kitu kimoja tukaenda sawa. Ni subiri kidogo ndugu mtangazaji. Unapozungumzia ite kuwa ni kaina kiongozi wangu atuelimishe, aidha tukumbushe na kuwa unakosea. You are very really wrong my brother. I want to tell you. Unajua elimu ni bahari kaka. Najua, lakini nakwambia hivi. Hiyo moja sio bahari. Subiria afu. Hiyo ni swimming pool. Maana yake inakuanzia na kiongozi wangu tulivyokuwa nje ameniambia kwa mtangazaji hapa kwenye Buja Town TV amewahi pitia masuala ya uigizaji. Of course ikiwa umewahi pitia mambo utakuwa unanijua. Unajua shughuli yangu vizuri. Ila tu kikubwa elimu ni bahari, ila mimi ninachojua kwa kile ninachokijua mimi, muigizaji kwanza ni hisia, kufanya kile kitu ambacho nakifanya, na sauti, na kujiamini pia. Na vivasi, yani mwili ucheze. Kuna kitu wanaita nguzo bro. Sijui mbona unakielewa nguzo, unaelewa maana ya nguzo? Labda ungenisaidia nikajua, labda tuelimishane. Ndio hivyo mwalimu wangu. Mimi naomba kwanza nisaidie yeye. Anisaidie kiongozi. Host wetu nataka nikujibu hilo swali. Kama kisavyokuambia kwanza elimu ni bahari. Baba, hiyo ni swimming pool. Nisikilize kwanza. Nataka nikujibu. Umesema A B C D sete? E. Okay. Cha kwanza ni appearance. Nice. Basi twende sawa baba. Tunzo langu liandaliwe jamani. Ile wanamsaidia ule bado la. Hiyo ni ule. Not. Hiyo zawadi yangu nione mezani.
Kwa sababu ni opportunity walitupa sisi. Nimempatia slow motion. Sikumpatia Vivan. Tunaenda. Body picture. Sawa. C, civilization. Body destruction. Civilization, okay, tunaenda. Tunaenda kwa wapi? Hiyo tunamaliza ni C. D. A, B, C, yeah. Discipline. Experience. Education. Umeshindwa. Moja tu ndio nampiga. No, ni education. Inatakiwa tuelewe kwamba ni mambo matano ambayo inatakiwa msanii ayajue na kuweza kuongoza. By the way, tungeanzia kule tunakuja huko, lakini acha tuanzie tena hapa tufike tunakuja katikati. Vivan, nadhani maisha ya uigizaji ni mengi sana. Kuna vile nakwambia kwamba waigizaji wengi ni wa malaya, hawadumu kwenye ndoa zao, aidha hawadumu kwenye mahusiano yao. Why? Unakizungumza nini hicho kitu? Unajua kila mtu anapoangalia movie anahisi kwamba zile hisia unazocheza au kitu sina wanavyokupa wanahisi ndio maisha yako ya kawaida, lakini hayo ni maisha ya kwenye kuigiza. Tunacheza kitu ambacho kipo, sio kwamba sisi ndio tunakuwa tuko katika ile maisha. Sometimes tunasema uongo kwenye simu. Hivi ni uongo gani ambao ushakumwambia hata mpenzi wako akagundua kwa wewe mwenyewe kwanza ukagundua mtu anaelewa tu kwamba anamdanganya lakini anakubali tu? Uongo wa kwanza ni kwambia na mimi si bila sitakuona. Yaani hiyo ni uongo. Uongo kabisa. Ni kitu gani ambacho shagadanganywa kuona kabisa kama nimedanganywa, nimepigwa mchanga wa macho? Kama mtu aje anambia bro, kuna dili la milioni 2 lakini bila kupata hilo dili unapaswa kwanza utolee milioni 3 au 1. Unajua kama hapo anakudanganya. Kwa sababu hakuna dili unaenda kuingiza hela afu unatoa hela zaidi ya kusafiri. Kitu cha mwisho kufanywa kwa kasirika ilikuwa ni kitu gani? Kitu nikafanywa nikakasirika ni mtu ambapo napomwelewesha kitu afu asinielewi. Unapokuwa location, mambo mawili ambayo yanakukwaza? Mambo mawili. Ya kwanza ni kwenda kuchukua kama vile nachukua pare na tande kushuti afu nakutana pare sikuchajiwa. Hicho ni kitu cha kwanza kinakuwa kinanikwaza. Afu naangalia na muda wa hicho kitu nitakifanya kwa muda kiasi gani. Na kingine cha pili pale msanii anapoona nirudisha na ni kitu ambacho tushampa confirmation toka mwanzo, anakuwa anaribisha kinanikwazaga sana. Asante. Sometimes tunapita na dada zetu pale ambao wanauza mwili. Wewe unatoka nao mara ngapi? Sijawahi hata kutoka hata na mmoja. Kwa nini? Kwa sababu mimi si nakuwa na niseme kinya. Muigizaji ni malaya, shupavu, aeleweki, ana mapenzi ya kweli. Define kwa neno moja tu. Hiyo ni uongo. Sometimes tunakutana na vitu vingi kwenye maisha. Ni kweli. Kuna vile unakutana na mzazi hata kama utafanya sanaa. Movie ya kwanza mzazi wako kuiona na akakubalia kazi hiyo akaridhia, ilikuwa ni movie gani? Ilikuwa ni short movie. Ilikuwa inaitwaje? Nimechezea katika mimi nilikuwa ni mchezaji wa theater. Theater ndo nini? Theater maana yake ni skit. Sketch. Sketch ndo nini? Basi kufurahisha watu kupitia kuona, no kupitia kwenye kamera. Una act pale vitu venye vipo ndio unacheza. Maana yake kwa wanasemaga kwa hivyo wanasemaga ni stand up comedy, lakini kwa zamani kwa tunaita theater. Okay, tuendelee. Kwa hiyo nilikuwa na acting kupitia mbele ya macho ya watu na no kupitia kwenye kamera. Ndio maana mzazi wangu akaona bwana mwanangu anaweza hichi kitu. Kwa kweli hichi kitu huenda ndo kipaji chake. Nice. Dem fulani amesema wanaume wote ni mambwa. Huenda wako wake, sasa nikasema wanaume wote ni mambwa. Labda mwenye konaye ndo anahisi hivyo. Ila mimi sio mbwa. Ishega tukio kwa location kisha kuna watu wanakushobokea sana. Ukajiona star kumbe sio wale kufananisha. Hajawahi kutokea kwa sababu anayekuja kuniangalia na kwanza anaona kamera imetiliwa hapo, alafu anataka kujua wanacheza nini. Hichi kitu kule kitatoka, tutakiona. Ikitokea utafanya nini? Sidhani, japo kuna baadhi ya watu washaka kunifananishaga eti mwili mnatafana na mtu fulani lakini sio wewe. Nice. Niambie usinduzi wa kwanza ambao umefika yako ukashangaa pekee ukasema kweli amazing. Sijawahi kuona. Hapa Burundi. Ni movie moja hivi ya Kirundi ilikuwa kule ile Eglise sijui ya kwa Denise. Eglise de Rocher. Yaani pale ndo nimeonaga kweli uzinduzi ambao kanitoa mimi mwenyewe nikasema hii ni kweli ni ndo uzinduzi. Imekufunza nini? Imenifunza kitu hichi. Kwanza katika uzinduzi inatokana na kitu ambacho unakuwa umetarajia kufanya. Na ni kitu ambacho naonesha watu. Unajua views zinaanza kwanza kuona. Ile kuona views kwanza anakiona kile kitu kwanza hata kwa ufupi. Anapenda hicho kitu ni kizuri sana.
Nice. Tutambulishe YouTube channel yako kwa jina gani? VIVAN Company. VIVAN Company. Unaweza kaingia VIVAN Company ukafanya subscribe ili wa kwanza kabisa kujiajiri, ili notification kubwa ikiingia ama movie kali ama vibozo vikali ama niseme shoot movie kali ukue kabisa kwa kwanza kuitazama. Tumpokea Halidi kwa kumalizia. Na kiongozi upo fresh. Niambie 7 elements ambazo zinamfanya mtu kuitwa director. Nipo fresh, lakini kwanza tunapokuwa hapa nipo katika sanaa. Ni kwa hiyo unatakiwa kuniita Fidiat Simba. Fidiat Simba. Naam. Lakini ati majina yako umesema hivyo. Fidiat Simba. Niambie 7 elements ambazo zinamfanya director kuitwa director. Umesema una miaka kama 10 hivyo. Si 10 tu. Nina takriban miaka 17. Nice. Tuangalie sasa faida. Tuitoe wapi? Fidiat Simba. Sijaelewa ni faida gani ambayo unaitaka wewe. Nahitaji 7 elements. Ndio za mtu kuitwa director. 7 elements za mtu kuitwa director. Mtu kuitwa director kwanza, sijakwambia unitafsirie, ni 7 element. Kiongozi pia nimemuuliza niambie 5 element ya msanii A B C D, yameanza appearance, sijui nani pagi tukafika mu education. Okay. Kwa hiyo na mimi unaniahidi zawadi gani? Zawadi zipo mzee, kiongozi. Zipo serious. Jamani, Indo Buja Town TV kuna baadhi ya maswali ambayo utakuwa unapewa zawadi kwa wasanii waigizaji. Kwa sababu kwanza mimi nilichogundua mimi nilimwambia haujagundua kitu. Nisikilize sasa. Twende faster babu, unajua muda ni hela. Ndio unisikilize. Nimegundua kitu kwa mwanafunzi wangu ambaye mimi director wake. Mwanafunzi wako? Ndio. Ambaye mimi director wake. Si mimi nilianza kumfundisha, yuko na alipoanzia sanaa. Lakini inaonekana kwamba wewe si muelewa. Nitakuja kuambia kadri na uwezo wangu mimi. Utanibisha wakati wanakuambia kwamba ilmu naambie bahari. Bahari hiyo ni swimming pool jamani. Kuna zingine elimu sio bahari. Naam. Kwanza kuna zingine ni swimming pool. Naam, kwanza mtu kuitwa director anapaswa awe na experience ya kile kitu. Tuelewe kwanza hiyo, lakini hujaniambia 7 elements. Bro. Ni kama hizi mtu akwambia anaambia viungo vya mwili. Utaanza unaona kuna kitu anaita mshipa. Mshipa hauko kwenye viungo vya mwili. Ndio? Ndio. Tupite nayo hiyo basi. Kwenye maisha yangu mimi huwa sitaki mtu mbishi. Ukiniuliza swali, bimaana nataka mimi nikujibu kadri na jinsi mimi ninavyoelewa. Sasa nikakwambia kwanza kila kitu unatakiwa uwe na kitu kinachoitwa experience, kwa sababu kuitwa director ni uteuzi, ni mfano wa cheo. Sawa, mtu kuitwa imamu mkuu msikitini bimaana ameteuliwa na wale watu, sio kusoma sana. Nisikilize sasa. Twende sambamba. Fidiat Simba nisikie. Twende sambamba. Kuitwa imamu sio kusoma sana. Ndio. Umezungumzia muda. Haya, mimi acha nirahisishe. Shabiki zangu namwekea wepesi bwana. Hapana wepesi, hajui. Naam, sijui. Asante sana. Gonga hapa basi toe bifo. Nakupatia nafasi ya kuintroduce movie kama Shujaa wala Maputo kwa sekunde 30 ama sekunde 10. Kuintroduce kwa ufupi. Naam. Shujaa ni movie ambayo inazungumzia maisha, ambayo ni vijana ambao walitaka kudhulumiwa haki zao kutokana na kutokufahamu, wakatumia nguvu ili kutetea haki zao, ila kutokana na mtu aliyefahamu historia yao ufupi. Na katika Shujaa pia panazungumzia kitu kinaitwa mapenzi. Kuwa shujaa katika mapenzi, kwa sababu kijana ambaye alicheza pale na kuonesha ushujaa wake angekuwa ni mtu ambaye si mvumilivu, si mwenye kujituma ili kutetea vile vitu, alikuwa anaachia. Asante. Tuchukue Maputo. Tunachukulia Maputo. Maputo nao ni movie ambayo inazungumzia urisi, inazungumzia pia mapenzi ya mtu ambaye alitaka kufosi mapenzi kutokana na uwezo wake wa kichawi. Sawa. Pia inazungumzia fitna za binadamu. Unamfitini mtu, katika ile fitna unataka kumwekea mambo ya kichawi. Ndo movie mbili ambazo tulifanya na ndivyo zinavyozungumza hapo. Kwa sababu tukichukua kwa kipana zaidi nitaeleza mengi na wakati muda ni mfinyo sana kwetu. Fidiat Simba, nikupatie nafasi ya kuniuliza swali moja tu ambao unajisikia. Swali langu mimi huwa simuulizi mtu maswali mengi. Na kuuliza swali limoja. Ndio maana nimetoa offer ya swali moja. Ndio. Umeoa? Yaani kweli nimeoa, nina mke na watoto. Naam. Shabiki zangu, huyu kijana ni mwaminifu na
Allah akuzidishie kila la amina rabbil alamin. Na mke wangu jina lake ni Drama every show. Nilifikiri labda utajiakana mke wako hapa, utozunguka. Baba kwema? Alhamdulillah. Usalama upo? Namshukuru. Niambie basi, dondosha na swali lako moja tumezita. Swali langu ni moja, ni hile: unapotoka nyumbani unaelekea ofisini, ukaacha simu nyumbani, baadaye simu ina ringi, kuna namba imeseviwa my love, alafu mke akaona lile jina, huenda ana namba ya bosi wako, akamtafuta bosi wako, namtaka kubedrama, uko unafanya interview kama this time. For the first unaweza kacha interview, na cha pili ukifika nyumbani utamweleza aje mke wako? Kitu kimoja, nimesema swali, sikusema mfano, lakini acha nikujibu, sababu nakwambia kila mtu mjibu kwa upako wake, sivyo? Kitu kimoja ni kwamba mimi kwenye simu yangu sofu namba ya mke wangu, hakuna wengine ambaye ana save wa my love, wengine wote ni majina yao halisi. Ukitoa Kitumbua uta save Kitumbua, ukitoa Vivan hivyo hivyo, Fidia Simba ni hivyo hivyo, Slow Motion hivyo hivyo. So Slow Motion ndio kuna baadhi ya majina tunapenda kucharanga kama Pencho hivyo, kwa majina ya Pencho, mambo kama nado, mara nyingi ndio nimemsave. Uliza swali basi, dondoka na swali. Swali langu ni hili moja: unapotoka nyumbani ni kitu gani cha kwanza unatokaga unasema eti ni lazima nikifanye bila kutoka nyumbani? Ninapotoka nyumbani, siwezi nikatoka nyumbani bila kumkisi mke wangu. Na pia akinitakia baraka, kinaambia mume wangu basi nenda ufanikiwe. Jamani, kama wewe ni hawara basi jue kama hauthaminiwi ana mke wake. Bana, nikushukuru tayari ambao ushabonyeza button niko chini ya video yako, nikumbusha band camera ni Rajab Town. Nikushukuru sana kuona umekuwa kwenye kipindi ama ulikuwa sambamba mwanzo mpaka mwisho. Kipindi hewani kinaitwa ni Buja Movie. Nikumbushie kwamba mtangazaji ni Mikube Drama, ndiko ni DRAMA na Sumema Drama. Unaweza tu follow Instagram, Facebook page. Bila kusahau tunakumbusha kama tuna baadhi ya topic nyingi. Kuna topic ambayo inaitwa hapa nikisema ni love control. Kuna zingine nyingi ambazo zinaitwa relax show, mtakuja kuziona ndani ya Buja Town TV. Ni vema na ni bora kama unataka image kali, unataka movie nzuri, unataka wedding kali, unataka kitu chenye quality kubwa, unataka video clip yenye mtazamo ama yenye mwanga ama yenye quality kadhaa, unaweza kufika ndani ya Buja Town Production uweze kupata nakala yako halisi. Hapa nikusahau kwamba kila laheri na baraka. Chao chao.